Anaendelea kusema Sheikh Ibn Ghannam rahimahullahu ta'ala, akasema kwenye ukurasa huwa 216, وكان الشيخ رحمه الله تعالى هو الذي باشر قطع شجرة الذيب بيده. na alikuwa Sheikh rahimahullahu ta'ala ndiye ambaye alibashir kukata mti wa dhaib kwa mkono wake, maa baadhi ashabihi, pamoja na jamaa zake. Fanala min rabbihi jazila ajrihi wa thawabihi, akapata kutoka kwa Mola wake wingi wa malipo na thawabu zake. Waqata shajarata qariyuh thaniyan, waqata shajarata qariyuh ثنيان بن سعود ومشاري ابن سعود وأحمد بن سويلم وجماعة سواهم. na wakaukata mti wa Qariyuh Thaniyan ibn Saud na Mishari ibn Saud na Ahmad ibn Suwailim na kikundi cha watu wengine. Hii ni miti ambayo ilikuwa inatukuzwa na watu wa Najidi kabla ya da'wa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Watu wanatoka mahali mbalimbali kwenda kwenye miti hiyo, waitakidi kwamba ni miti ya baraka, wanakwenda kuiomba miti hiyo. Mbona yamejatele haya kwenye vitabu katika historia? Faadraku min alfawzi munahum falam yabqa wathanun fil buldani allati kanat tahta yadi Uthman. Kwa hiyo wakapata kufuzu wakapata kufuzu katika hilo, na haukubakia mzimu wenye kuitakidiwa na kuombwa katika mji ambao ulikuwa chini ya mtawala Uthman ibn Muammar. Angalia, Sheikh amemlingania mtawala wa mji wa Uyaina, na mtawala akaikubali da'wa, na ikawa hiyo ndiyo da'wa ya haki. Labda uje utuambie bwana Haji Upepo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaamrishwa makaburi yasawazishwe? Je, ni uongo jambo hili kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa amri kwamba makaburi yanatakiwa yasawazishwe, yasinyanyuliwe? Bila shaka hiyo ndio sunna ya bwana Mtume, kusawazisha makaburi, na wala makaburi hayatakiwi kunyanyuliwa. Yani Mtume ameamrisha makaburi yasawazishwe na yasinyanyuliwe zaidi ya shibri moja. Sawa? Na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo ya dini yetu, je, wapi kafundisha bwana Mtume alayhi salatu wasalam kwamba watu waende wakanyenyekee wakawaombe watu kwenye makaburi yao? Kinyume na Allah, anaitwa mtu maiti eti kwa sababu ni mja mwema, anaombwa yeye kama yeye, ewe fulani bin fulani, na kuomba unisaidie haja zangu, nina shida kadha wa kadha wa kadha. Haya mambo yote yalikuwa yanafanyika katika mji wa Najid, mambo ambayo uhakika wake ni ushirikina usiokuwa na chenga ndani yake. Kwa hiyo Sheikh ana makosa gani kumlingania mtawala na mtawala akakubali dawa, wakayaondosha hayo mambo, tena kwa sababu mtawala yuko yeye ndio mwenye mamlaka? Ana makosa gani katika hilo? Hana makosa. Anasema washa'a dhalika wastabana wa ni'ma dhalika bi ahli al-iman, likatangaa jambo hilo, habari zikaanza kuenea sasa katika miji, na likabainika jambo hilo, na likawa jambo zuri hilo kwa watu wa iman. Wasalahu halan min dhalika almakan, na wakatengeneza hali katika sehemu hiyo. Wantashara alhaqu min dhalika alawan, na ikaenea haki kutokea wakati huo, ikaanza kuenea habari katika miji ya Najid. Mambo mageni kabisa yanaonekana. Watu hawajui sunna za bwana Mtume, hawajui kama Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuzidisha makaburi, hawajui kuwa ni ushirikina kuwaomba watu waliokufa shida zao. Lakini baada ya hayo haki ikaanza kuenea. Sawa? Washtahara al-amru wa bana, jambo likashuhurika na likabainika. Wasarat bidhalika ar-rukban fa ankarat dhalika qulubu alladhina haqqat alaihim kalimatu al-adhab,
baada ya habari kutawanyika sasa katika sehemu mbalimbali kwamba katika mji wa Uyaina Muhammad ibn Abdul Wahhab amemlingania mtawala. Huyo mtawala ameanza amebomoa na kuondosha misikiti iliyojengwa juu ya makaburi, ameondosha makuba yaliyokuwa yamejengwa juu ya makaburi na kuweka sawa sawa kama inavyotakikana katika dini. Wakalipinga jambo hilo wale ambao zikalipinga jambo hilo nyoyo za wale ambao imethibiti juu yao neno la adhabu. Wakalu mithla ma qala alawwalun, na wakasema mfano wa yale waliyosema wa mwanzo, wale watu wa mwanzo dhawil kufri wal i'jab, wale makafiri wa mwanzo wale walipoambiwa msiabudu isipokuwa Allah, msimuombe isipokuwa Allah tabarak wa taala, wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Huyo Muhammad anataka kujalia waabudiwa wote awe ni mmoja tu, aombwe Allah peke yake. Hili ni jambo la ajabu kabisa. Kwa wale masufi pale na wale watu wa bid'a wakaanza kulipinga jambo hilo ambalo shekhe amelifanya chini ya mtawala, kubomoa makuba na kuwakataza watu wasiende kuomba watu waliokufa shida zao. Kilichofuatia ni kitu gani? Kipindi hicho ikumbukwe kwamba shekhe rahimahullahu ta'ala hana jeshi, sawa, bado ni mlinganizi, anawalingania watu, ashamlingania mtawala, mtawala ameikubali da'wa, mtawala ndo anaanza kufanyia kazi baadhi ya mambo na kuyaweka sawa katika sunna. Anasema al-Sheikh Ibn Ghannam rahimahullahu ta'ala, wadajju ala kalimati al-haqq bitakdhib wal-ikdhab, wakaanza kupiga makelele watu wa bid'a kama anavyopiga kelele kufurishaji huyu Wahabi Haji Upepo. Wakaanza kupiga kelele kulipinga lile, sawa. Waajju mutbiqina ala shaykh bi annahu sahirun wa muftarin au kadhab, na wakaanza kutoa maneno machafu. Sasa wakaanza kumtukana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kwamba ni mchawi, mzushi, muongo. Wahakamu bikufrihi wastihlali damihi wa malihi, na wakatoa hukumu ya ukafiri wake, na wakasema kwamba huyu ni kafiri na ni halali kumwaga damu yake na mali yake. Sheikh aanza kukufurisha mapema kabisa, hajawa na jeshi, yani hajawa na jeshi wala silaha, huyo ni kafiri. Kwa hiyo akatangaziwa kwamba ni kafiri, na wa jami'u man lahu min al-ashab, na wale wote waliokuwa pamoja naye, wanafunzi wake na wale waliomfuata, wakatangaziwa ukafiri kwamba hao ni makafiri, zikahalalishwa damu zao na mali zao, sawa, kwamba wale ni halali, watakiwa wauawe. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah na wale wafuasi wake, wanafunzi wake, wanatakiwa wauawe, damu zao ni halali kumwagwa na mali zao ni halali kuchukuliwa. Walipi bwana Haji Upepo? Walipi? Kipindi hicho kumbuka ndio mwanzo kabisa Sheikh anaanza kufanya da'wa rahimahullahu ta'ala, kwa sababu ya kusimamia sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kuyakemea yale ambayo yamekemewa na bwana Mtume alaihi salatu wassalam, kwa sababu ya kukemea ushirikina uliokuwa ukifanyika katika miji ya Najd. Kwa hiyo wakamkufurisha kwa batil. La hawla wala quwwata illa billah. Anasema wa asharru nnasi wal ulama'i inkaran alayhi wa a'zamuhum tashni'an wa sa'yan bisharri ilayhi Sulaiman ibn Suhaymin wa abuhu Muhammadun. Na watu waliokuwa wabaya zaidi kumpinga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, na waliokuwa na ubaya zaidi kwenda mbio kutaka kumpelekea shari ili Sheikh Muhammad auawe, alikuwa ni Sulaiman ibn Suhaymin Sufi na baba yake Muhammad, baba yake na Sulaiman ibn Suhaym. Faqad athama fi dhalika wa anjada wajadda fi at-tahrish alayhi wa at-tahrim
وهيئوا له أسباب الجريض وأرسل بذلك إلى الأحساء والحرمين والبصرة. sawa. Kwa hakika huyu Suleiman ibn Suhaim na baba yake ndio wakaanza kueneza tuhuma sasa, wakaanza kumtangazia ubaya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na kumuenezea katika miji mbalimbali, wakaanza kufanya tahrish na kuanza kuwahimiza watu, baadhi ya watawala na watu wengine, kwamba chukueni tahadhari, huyu Muhammad Abdul Wahhab huyu ni kafiri huyu. Lengo lake ili Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab auawe na watu wake mapema kabisa, kwamba madamu wao ni kikundi kidogo watakiwa wauawe ili wawapoteze kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo wakatuma habari wakatuma habari kwenda Ahsa, kwenda Haramaini Maka na Madina, kwenda Iraki huko, jamani, huku Muhammad Abdul Wahhab huku kafiri huyu anatakiwa auawe huyu. Sawa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Anaendelea Sheikh Ibn Ghinam rahimahullahu ta'ala, anasema وأفتوا للحكام والسلاطين والأشرار بأن القائم بدعوة التوحيد حتى أشرق لها أنوار خارجي لها وبيض في الأقطار. kwa hiyo wakatangaza habari za uongo. Wale maulama wa ovu wale wa kibida wakaanza kutawanya uongo kwa baadhi ya watawala na baadhi ya watu wa ovu, kwamba huyu aliyesimama kulingania hii dawa ya tauhidi mpaka ikaenea nuru yake ni khariji, huyu ni khariji. Wakaanza kumpa maneno mabaya, kumtangazia ubaya katika miji mbalimbali. Sawa. Wanasema bal jazama akthar ulamai al-amsari fi tilka al-azman wal-a'sari bi anna hadha al-mubayyin li athari salafi wal-akhyari المتبعة لهدي نبيه المختار من أقبح الضلال والفساق والكفار. bali wakakata kauli wengi katika maulama wa kisufi katika miji mbalimbali katika zama zile, kwamba huyu ambaye amekuja kubainisha hizi, kuziweka wazi athar za salafu wema na mwenye kufuata muongozo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakata kauli wale maulama wa kisufi kwamba ni miongoni mwa waliopotea kuliko wapotevu wote, ni muovu kuliko waovu wote, ni kafiri kuliko makafiri wote. Kwa hiyo akamkufurisha mapema kabisa kwamba ni kafiri huyo, halali kumwagwa damu yake, halali kuchukuliwa mali yake na wale walio pamoja naye. Kwa hiyo zikaanza mbinu, zikaanza njama za kutaka kuwaua mapema kabisa ili wawapoteze. Wajambo gani sasa? Wajambo gani? Wakataka wawapoteze, wawaue kwa sababu tu ya kusimamia ukweli, kusimamia sunna za bwana mtume alayhi salatu wassalam. Bwana haji upepo, haya yote huyajui. Wewe ni mjinga, ulitakiwa ukae usome, ufuatilie vizuri kabisa bitajarrudin. Kaa ufuatilie historia bitajarrudin. Unaona? Kwa kuweka mbali matamanio ya nafsi yako utapata kugundua ukweli. Naam. Kwa hiyo jambo likawa hivyo. Masufi wao ndio walioanza tabia chafu ya kuwakufurisha Waislamu, bali wao ndio walioanzisha mauaji. Tokea mwanzo kabisa kusudio lao walitaka wampoteze, wammalize, wamuue Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala na wanafunzi wake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimnusuru Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala
na wanafunzi wake. Na baadhi ya mambo hayo wameyaeleza hata maulamaa ambao unawakubali wewe, maulamaa wenu wa kisufi wameyaeleza. Ukirejea kwenye kitabu Tarikhu Dahlan ambayo inajulikana kama Khulasatul Kalam fi bayani umara albalad alharam, hiki ni kitabu cha shekhe wenu Ahmad Zaini Dahlan. Kwa mujibu wa chapa niliyokuwa nayo ni kuanzia ukurasa wa 298. Hebu naomba usikilize vizuri hapa ili uone kwamba ninyi ndio wafuasi wa wauaji. Na tukisema wauaji tunakusudia wale wauaji ambao waliwaua Waislamu bila ya haki, ambao ni masufi. Anasema ibtida'u fitnati alwahabiyyati ma'a ar-radd 'alayhim bima yubtilu mabtada'uhu sanata 1205 Hijria. Mwanzo wa fitna ya mawahabi pamoja na kuwaradi kwa kile ambacho kitabatilisha yale ambayo waliyazusha mwaka wa 1205. Hii ilikuwa ni baada ya kupita kitambo kirefu tokea kipindi shekhi ipo katika mji wa Uyaina. Hapo ishapita muda mrefu. Hapa nimeanza kusoma habari za shekhi alipokuwa katika mji wa Uyaina mwanzoni kabisa, ili nikuoneshe kwamba walioanza tabia chafu ya kuwakufurisha Waislamu ni masufi. Walioanza mauaji kutaka kuwaua Waislamu ni masufi. Usije ukasema kwamba haya matukio ya mwaka 1205 labda pengine huko nyuma Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ndio alianza kuwakufurisha Waislamu. Si kweli. Kwa nimeanza kukutanguliza yale yaliyotangulia ili watu wapate kujua kwamba mwanzoni kabisa Sheikh anaanza kuwalingania watu katika sunna na kuwatoa katika mambo ya shirkiyati. Masufi walianza kumkufurisha na wakahalalisha damu yake na mali yake pamoja na wanafunzi wake. Kwa hiyo aliyokuja kutokea baadaye tena yalikuwa ni muendelezo, kama tutakavyokuja kuyaona hapa kwenye kitabu cha nani, cha Ahmad Zaini Dahlan. Anasema wa fi hadhihi sanati kana ibtida'u al-harb wal-qital bayna Maulana al-Sharif Ghalib wa ta'ifati al-Wahhabiyyah at-tabi'in li Muhammad ibn Abdul Wahhab fi aqidatihi allati kafara biha al-muslimin. Katika mwaka huu wa 1205 ndio ulikuwa mwanzo wa vita na mapigano baina ya kiongozi wetu Sufi Sharif Ghalib na kikundi cha mawahabi wenye kumfuata Muhammad ibn Abdul Wahhab katika itikadi yake ambayo aliwakufurisha kwayo Waislamu. Wa hadha kadhibun, ndio tunasema wallahi huu ni uongo. Ni uongo. Tumeona kule nyuma kwamba shekhe hajawakufurisha Waislamu na wala hakuanza kuwakufurisha Waislamu abadan kama tulivyoona, bali tabia chafu walianzisha wao masufi. Akasema Dahlan wayambaghi qabla dhikri almuharabati walqitali dhikru ibtida'i amrihim, na inatakikana kabla ya kutaja mapigano na vita tutaje kwanza mwanzo wa jambo lao au mawahabi, wa haqiqati halihim, na uhakika wa hali yao. Fa inna fitnatahum min a'zami alfitani allati dhaharat fi alislami, hakika fitna zao hao mawahabi ni miongoni mwa fitna kubwa ambazo kwamba zimedhihiri katika Uislamu, lakini si kweli, sio fitna, huu ni uongo tu. Akasema tashat min balayaha aluqulu wa hara fiha arbabu almaqul, kwamba wametahayari watu kutokana na fitna hizo. Akaendelea akasema katika kurasa unaofuatia wa 299 wakana ibtida'u dhuhuri Muhammad ibn Abdul Wahhab sanata 1143, na ulikuwa mwanzo wa kudhihiri Muhammad ibn Abdul Wahhab ulikuwa mwaka 1143. Washtahara amruhu ba'da al-50
lakini likashuhurika jambo lake baada ya miaka ya 50, yani 1150. Fa adhhara al-aqidata az-za'igha, akadhihirisha itikadi iliyopotea binajdin, katika mji wa Najd. Sasa tumuulize Dahlani, itikadi gani iliyopotea aliyoanzisha katika mji wa Najd? Itikadi gani kama sio uongo? Tumesoma katika maelezo yaliyopita akitusimulia Ibn Ghannam ambaye alikuweko katika zama hizo, amezishuhudia hizo zama. Anasema, ametuweka wazi kwamba Sheikh alianza kumlingania mtawala Uthman ibn Muammar, na mtawala akakubali da'wa, na wakaanza kufanyia kazi yale mafunzo ya bwana mtume, kubomoa makuba yaliyojengwa juu ya makaburi na kuwakataza watu wasiende kuomba miti. Wakaenda wakakata miti iliyokuwa ikitukuzwa na kuombwa kwamba ni miti ya baraka, inaweza kufanya mambo. Sasa ndio itikadi iliyopotea hii, kwa si kweli. Anasema kwa hiyo kwamba eti akadhihirisha itikadi iliyopotea katika mji wa Najdi na vitongoji vyake na vijiji vyake. Fakama binusratihi wa idhhari aqidatihi Muhammad ibn Saud amiru ad-Dir'iyya, akasimama kumnusuru na kudhihirisha itikadi yake Muhammad ibn Saud ambaye alikuwa ni amiri wa Dir'iyya, biladi Musailamah al-Kadhdhab, miji ya Musailamah al-Kadhdhab. Fahamala ahlaha ala mutaba'ati Muhammad ibn Abd al-Wahhab, wa Ibn Saud akawabebesha watu wake juu ya kumfuata Muhammad ibn Abd al-Wahhab, fima yaqulu, katika yale alikuwa akiyasema. Ni kweli hilo, hatulikatai, ni kweli, kwa sababu alichokuwa anakisema Sheikh Muhammad ilikuwa ni sunna ya bwana mtume. Kwa nini watu wasimfuate? Fataba'ahu ahluha, wakamfuata watu wake, watu wa Dir'iyya. Wasayati dhikru shay'in min aqidatihi, na utakuja utajo wa itikadi yake. Anasema, wama zala yuti'uhu ala hadha al-amri kathirun min ahya'i al-arabi, na hawakuacha kuendelea kumtii, yani waliendelea kumtii katika jambo hili wengi katika makabila ya Waarabu na mitaa yao, hayyun ba'da hayy, mtaa baada ya mtaa na kabila baada ya kabila, hata qawiya amruhu, mpaka likawa na nguvu jambo lake. Naam, lazima liwe na nguvu, kwa sababu alikuwa analingania katika tauhid na alikuwa mkweli, hakuwa muongo. Muhammad ibn Abd al-Wahhab, kama walivyokuwa masufi walikuwa kimzuria uongo. Fakhafatuhu al-badiyah, watu wa badia kule wakamuogopea. Wakana yaqulu lahum innama ad'ukum ila tauhid, na alikuwa Muhammad ibn Abd al-Wahhab akiwaambia, mimi nakulinganieni katika tauhidi. Ni kweli, na huu ni kweli. Wa tarki shirki billah, na kuacha kumshirikisha Allah, na huu ni ukweli wallahi. Fakanu yamshuna ma'ahu haythu ma masha, wakawa wanatembea naye popote anapotembea. Wayatamiruna lahu, na wanamtii na kumfuata, bima shaa, wa yale anayoyataka. Wende wasimfuate sasa wakati anawaelekeza watu sunna ya bwana mtume alayhi salatu wassalam? Lazima watu wamfuate. Hatta tasaa lahu almulku, mpaka ukatanuka ufalme wake. Wakanu fi mabda'i umurihim, na walikuwa yani Muhammad Abd al-Wahhab na wafuasi wake katika mwanzo wa jambo lao, kabla tisa'i mulkihim, kabla ya kutanuka ufalme wao. Watatayuri shururihim, na kutawanyika shari zao, kama anavyodai sio shari lakini ni uongo tu. Ramu hajj al-bayt al-haram, walikuwa wamekusudia kwenda kuhiji nyumba tukufu, kwenda Makkah. Wakana dhalika fi dawlati Sharif Mas'ud ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Zaid, na hilo lilikuwa katika dola, katika serikali ya Sharif Mas'ud ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Zaid. Fa arsalu yasta'dhinunahu fil hajj, wakatuma ujumbe wanamuomba ruhusa huyo mtawala wa kisufi awaruhusu waende wakafanya hija, watoke Najd wakafanya hija. Wa arsalu qabla dhalika 30 min ulamaihim, na wakatuma kabla ya hapo watu 30 katika maulama wao kutokea Najd huko. Dhanna minhum annahum yufsiduna aqaida ulama'i al-haramain, kwa kudhania kwao kwamba watakwenda kuifisidi itikadi ya maulama wa Maka na Madina. Wayudkhiluna alaihim alkadhib walmain, na kwamba watakuja kuwaingizia urongo. Wa talabu alidhna fil hajj, na wakaomba idhini ya kuja kuhiji, wanaomba ruhusa mawahabi. Walau bimuqarrarin yadfa'unahu fi kulli am, japokuwa kwa malipo maalum watakayokuwa wanayalipa kwa kila mwaka.
Wakana ahlul haramain yasma'una bidhuhurihim fi sharqi, na walikuwa watu wa haramaini wakisikia kudhihiri kwao hao mawahabi huko mashariki. Wa fasadi aqaidihim, na kufisidika kwa itikadi yao, na huu sio ukweli. Itikadi yao sio ya kufisidika. Labda mje mtuambie kwamba kusawazisha makaburi na kuwafundisha watu kwamba hii ndiyo sunna, kwamba ndio itikadi iliyopotea. Ndio itikadi iliyopotea hiyo? Sio kweli. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa alifundisha itikadi iliyopotea? Subhanallah. Anasema walam yaarifu haqiqata dhalika, na walikuwa hawajajua uhakika wa hilo. Fa amara maulana Sharif Mas'ud, akatoa amri kiongozi wetu wa kisufi Sharif Mas'ud, an yunadhira ulama'ul haramain alulama alladhina arsaluhum, wale maulama wa kisufi pale Makka wakae meza moja wajadiliane na wale maulama waliotumwa kutokea Najd. Fanadharuhum, wakajadiliana nao. Fawajaduhum dhahikatan, wakawakuta ni vichekesho. Wa maskharatan kahumrin mustanfara, kama vile punda wenye kukimbizwa. Farrat min qaswara, waliowakimbia simba. Anasema wanadharu ila aqaidihim, na wakatizama itikadi zao, yani wale maulama wa kisufi eti wakatizama na kuchunguza itikadi za hawa maulama wa kiwahabi kutokea Najd. Fa idha hiya mushtamilatun ala kathirin min almukaffirati, tahamaki wakakuta itikadi zao zimekusanya mambo mengi ya kukufurisha. Itikadi gani hizo? Ndio ile itikadi ambayo Bwana Haji Upepo wanatuambia kwamba kuamini kwamba Allah ana uso, ana macho, ana mikono, kwamba ndio itikadi iliyopotea ya kukufurisha. Sasa kama ni itikadi ya kukufurisha, si ndio itikadi waliyofundisha, ndio itikadi ya Ahlus Sunna waliokuwa nayo maimamu kabla ya hapo, ndio itikadi aliyofundisha Bwana Mtume? Inakuwaje iwe ni itikadi mbaya? Kwa hiyo huu ni uongo. Anasema fa baada an aqamu alaihim bil burhani, baada ya kuwasimamishia hoja wa dalil na dalili, amara Sharifu Mas'ud, alitoa amri Sharifu Mas'udi qadhi ash-shar'i, akamwamrisha kadhi wa sheria, an yaktuba hujjatan bikufrihim adh-dhahiri, aandike na kubainisha na kutoa bayan ya ukafiri wao mawahabi wa wazi, liya'lama bihi al-awwal wal-akhir, ili apate kulijua wa mwanzo na wa mwisho. Wa amara bisijni ulaika al-malahidati al-andhali, bali akatoa amri mtawala wa kisufi wakamatwe wale maulama kutoka Najd, wakamatwe wafungwe jela. Yeye anawaita kwamba al-malahida, wakamatwe hao wapagani wasiokuwa na dini, al-andhal, wenye kudharauliwa, akawatukana kabisa. Wa wada'ahum fi salasili wal aghlal, na akawakamata akawaweka katika, wakafungwa minyororo na makongwa. Yani wale maulama wamekuja kwa ajili ya kufanya mjadala ili wakae pamoja waangalie, malipo yao ikawa ni kuadhibiwa. Fasujina minhum janiban, wakafungwa baadhi yao. Wafarra albaqun, na baadhi yao wakachoropoka wakawa wamekimbia. Wawasalu ila dir'iyya, wakafika dir'iyya. Hayo ni madhila walioanza kuyapata kwa sababu ya kusimamia katika itikadi ya sawa sawa. Sawa. Baada ya hapo anasema falamma madat dawlatu Sharif Mas'ud, pindi anasema afwan, anasema hatta madat dawlatu al-Sharif Mas'ud, mpaka ikapita serikali ya Sharif Mas'ud. Uqima ba'dahu akhuhu Sharif, na akasimamishwa kama mtawala baada yake Sharifu wa kisufi pale Makka, ambaye ni Mas'ud ibn Sa'id. Fa arsalu fi muddatihi, wakatuma ujumbe tena mawahabi kutoka Najd katika muda wake. Yastaadhinuna fil hajj, wanaomba ruhusa kwenda kuhiji. Fa aba, akakataa. Fa aba wamtana, akakataa na akajizuia. Min al-idhni, kuwaruhusu, akakataa kuwaruhusu kwenda kuhiji. Yani walipata madhila hao wanaoitwa mawahabi, lakini masufi wanajifanya hawayaoni haya, wakaziwiliwa mpaka kwenda kuhiji, kuonesha kwamba waliokufurisha kwamba hao ni makafiri.
Akaendelea kusema, akasema falamma madat dawlatu Sharif Masaid, pindi ilipopita serikali ya Sharif Masaid, wataqallada al-amra, na akauchukua utawala akhuhu Sharif, ndugu yake Sharif Ahmad ibn Said, arsala amiru ad-Dir'iyya, akatuma ujumbe tena amiri wa Dir'iyya Muhammad ibn Saud, akatuma jama'atan min ulamaihi, akatuma kikundi cha maulama wake, kama arsala fil muddati sabiqa, kama alivyotuma katika muda uliopita. Lengo waende wakawaoneshe, jamani, sisi hatuna itikadi mpya, itikadi yetu mbona ndio itikadi ya wema waliopita. Falamma ikhtabarahum ulama Makkah, pindi walipowachunguza maulama wa Makkah, wajaduhum waliwakuta la yatadayanuna illa bidini zanadiqa, eti hawafuati isipokuwa dini ya wazandiki. Yani itikadi ya salafi waliokuwa nayo mawahabi, kama tulivyoonesha kwenye kitabu cha Imamu Abul Hasan al-Ash'ari, wa hawa jamaa wanasema kwamba eti ni itikadi ya wazandiki. Fa aba an yuqirra lahum fi hima al-bayti al-harami qarar, akakataa kuwapa ruhusa kwenda kuhiji. Baada an thabata inda al-ulamai, baada ya kuthibiti mbele ya maulama wa kisufi, annahum kuffarun, kwamba hao mawahabi ni makafiri, kama thabata fi dawlati Sharif Mas'ud, kama ilivyothibiti hilo katika serikali ya Sharif Mas'ud iliyopita. Falamma an waliya Sharif Surur, na pindi alipochukua utawala Sharif Surur, arsalu aidan, mawahabi walituma ujumbe vile vile, yasta'dhinunahu fi ziyarati al-bayt al-ma'mur, wanaomba ruhusa kuja kuhiji. Angalia, yani hata kuhiji pia waliziwiliwa, wasiende kuhiji. Sawa, anasema faajabahum bi annakum in aradtumul wusula, Sharif Surur akawajibu kwamba mkitaka kufika Maka hapa kwa ajili ya kuhiji, akhudhu minkum fi kulli 6 amin sirmatan, nitachukua kutoka kwenu katika kila miezi 6 na kila mwaka sirma, nitachukua malipo, mtakuwa mnalipa imangamia 50 au 30. Sawa. Naam, kama naakhudhuha min al-aajimi, kama tunavyochukua malipo hayo kutoka kwa Waajemi. Wa akhudhu minkum ziyadatan, na nitachukua kutoka kwenu ziada pia, sio hao tu, nitachukua ziada ala dhalika 100 min al-khair al-jiyad, nitakuwa nikichukua na farasi au nyumbu 100 wazuri kila miezi 6, na kila mwaka mtakuwa mnalipa ngamia 50 na farasi au nyumbu wazuri 100. Fa'adhuma alaihim taslimu hadha almiqdar, ikawa uzito kwa wao mawahabi kutoa kiwango hicho. Wa an yakunu mithla alajami, na wawe mfano wa Waajemi. Famtana'u min alhaji, wakawa hawakuweza, wakajizuia kwenda hija baada ya kuzuiliwa na kuambiwa watoe malipo, watoe kama kodi yani. Wakajizuia fi muddatihi kulliha, katika ule muda wake wote, mtawala huyo Sharif Surur. Falamma tuwfiya, pindi alipokufa Sharif Surur, watawalla sayyiduna Sharif Ghalib, na akachukua utawala bwana wetu Sharif Ghalib. Arsalu aidan, mawahabi walituma ujumbe tena, yasta'dhinuna fil haji, wanaomba ruhusa, tunaomba ruhusa jamani tuje kuhiji. Famana'ahum, akawazuia Sharif Ghalib, akawazuia. Watahaddatahum birrukubi alayhi, na akawatisha kwamba ataandaa majeshi ili aende akawachinje mawahabi katika miji yao, akawatisha kwamba nitaandaa majeshi. Waja'ala dhalika alqawla fi'lan, na hakuishia kwenye kuwatisha kwa maneno, akajalia hilo kwa kauli kabisa na vitendo. Fajahaza alaihim jayshan, akaandaa majeshi. Sharif Ghalib akaandaa majeshi
fi sanati 1205, katika mwaka wa 1105. Wattasalat bainahum almuharabat, akaandaa majeshi huyu Sharifu Ghalib Sufi ili waende wakawachinje mawahabi katika miji yao. Kwa hiyo yakapita baina yao mapigano walghazawat na vita, ila an inqadha tanfidhu muradillahi fima arad. Sawa. Mawahabi masufi ndio wenye tabia chafu, ndio walioanzisha tabia chafu ya kikhawariji, kuwakufurisha Waislamu. Tena kuwakufurisha kwa sababu gani? Basi je, wamestahili kukufurishwa? Hivi kuitakidi kwao mawahabi kwamba Allah yuko juu ya arshi yake, Allah ana macho, ana mikono, ndio kufuru hiyo? Kwa hiyo Imamu Abul Hasan al-Ash'ari ni kafiri, salafu salih ni makafiri kwa sababu ya itikadi hiyo. Kwa hiyo hawakuwa makafiri wala hawakuwa na sababu ya kukufurishwa. Kwa hiyo waliokufurisha kwa dhulma, na huo ndio ukhawariji. Na hawakuishia kwa kufurisha tu, wakaandaa majeshi. Sharifu Ghalib akaanza kuandaa majeshi kwa ajili ya kwenda kuwachinja mawahabi katika miji yao, na alifanya. Sasa ulitaka hao wanaoitwa mawahabi kwa sababu wamesimama katika haki, sawa, itikadi ya salafu salih, ndio wameishika itikadi hiyo. Ulitaka wasitetee itikadi hii, ulitaka wakae tu hewallah wanauawa, maana walipelekewa majeshi waende kuuawa katika miji yao. Allahu almusta'an wa alayhi tuklan. Bwana haja upepo wa wahabi mkubwa mkufurishaji, wewe haya huyajui, na kama unayajua basi unafanya khiana, unaficha haki, unaficha ukweli ukiwa unaujua, na hili ni jambo kubwa zaidi, ni jambo baya, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala.